Leo hii TASAF inatumika kama mchango na chombo cha kisiasa cha kujiongezea umaarufu wa kisiasa, badala ya kutumika kupunguza umasikini. Kwa bahati mbaya sana, ambao wanapewa jukumu la kuratibu wa upatikanaji wa hizo kaya maskini ambao ni masheha na baadhi ya mabalozi, wanautumia mfuko huu kama chombo cha kuwadhalilisha na kuwanyanyasa wazee wetu au hawa watu wa kaya maskini. Ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa hiyo naomba sana serikali itakapokuja nipate maelezo ya kina, ni kwa nini wanufaika wa TASAF unapotokea shughuli za Chama cha Mapinduzi wanalazimishwa waende katika shughuli za Chama cha Mapinduzi, na wale ambao hawako tayari kwenda wanaondoshwa katika mfuko huu. Lakini la pili ni upendeleo wa wanufaika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wazi kama ambavyo nimezungumza awali kwamba TASAF haitumiki vile ambavyo tumekusudia. Wengi wa wanufaika wa TASAF wanachaguliwa kwa sababu tu ya misingi ya uchama na si uhalisia wa kupata mchango ule, jambo ambalo linapoteza uhalisia, jambo ambalo linapoteza ile mantiki ya kuwepo kwa TASAF na jambo ambalo linapoteza uhalali wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali itakapokuja hapa itupe majibu ya kina, ni kwa nini mfuko huu wa TASAF unaendelea kutumiwa na wanasiasa au unaendelea kutumiwa kwa faida ya wanasiasa baada ya faida kwa jamii kama ilivyokusudiwa. Lakini la pili ni hii miradi ambayo inapendekezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaona mimi kuna ukakasi kwamba miradi hii ambayo ilikuwa inatumika kwenye phase 2 ya TASAF, vijiji ambavyo vilikuwa vinaomba ile miradi walikuwa sio wanufaika. Ipo case study, kuna shehia A ambayo imeomba mradi A na shehia B imeomba mradi B, lakini shehia A kwa sababu tu hakuna wana CCM wengi, mradi ule haukupelekwa, ukapelekwa kwenye shehia B.